Sasa kwa nini amesema hata wanyima? Naomba hiyo pointi usisahau. Hata wanyima kitu chema wale waendao kwa ukamilifu. Mathayo sura ya 7. Hata wanyima. Kwa nini amesema hata wanyima? Nataka nifafanue hiyo. Mathayo 7 mstari wa 7. Anasema ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Leo tunaangalia neema ya kujibiwa maombi. Haleluya. Amen. Kwa maana kila ambaye upokea naye atafutaye uona naye abishaye atafunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe, au akiomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao? Biblia inaposema kunyima anamaanisha umeomba. Haleluya. Amen. Huwezi kumnyima mtu kitu kama hajafanya nini? Hajaomba. Kwa hiyo kama mtu ana kiu na wewe hapo una chupa ya maji, akakuomba, jamani naomba maji kidogo na mimi ninywe nina kiu, usipompa hapo umemnyima. Hapo umefanya nini? Umemnyima. Asauka kuna neno moja kwenye Mithali, ngoja tuliangalie. Mithali sura ya 3. Kwa neno moja pale. Mithali sura ya 3. Utanielewa tu muda si mrefu. Haleluya. Amen. Kwa mtu mwingine anasema hivi, tunatoka wapi tunaenda wapi? Utanielewa sio muda mrefu. Mithali 3:27. Anasema hivi. Tumefika? Amen. Mithali 3:27. Usiwanyime watu mema yaliyo haki yao, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Amen. Anasema usiwanyime watu mema ambayo ni haki yao, kama yamo ndani ya uwezo wako. Sasa huu mstari tuliandikiwa sisi wanadamu, kwamba kama jambo limo ndani ya uwezo wako, una chupa ya maji, mtu akakuomba, anasema usimnyime. Amen. Limo ndani ya nini? Ya uwezo wako. Ndani ya uwezo wako. Ila kama amekuomba milioni na we huna huo uwezo, hapo unakuja mnyima, kwa sababu hauna nini? Uwezo. Sasa kama Mungu anatuambia sisi wanadamu tuyatende hayo, je, yeye? Haleluya. Amen. Maana yake na yeye hataki kutunyima jambo ambalo limo ndani ya uwezo wake kututendea. Watu wa hilo waseme amen. Amen. Haleluya. Amen. Hataki kutunyima. Ndio maana amesema kule kwenye Zaburi 84 kwamba hata tunyima. Hivi unajua mtu anayenyima, huyo mtu ni mchoyo. Ushakutana na watu wachoyo? Wale ambao mlisoma shule, zile shule ambazo mamako anakufungia muhindi kwenye kale ka sport. Mlivaa zile sport ni? Haleluya. Kale ka sport. Na unakuta kale ka sport kalikuwa ukishamaliza kama unafanya hivi, unaweka madaftari. Ukimaliza kuweka madaftari, unafanya hivi kanajifunga. Alafu unakakunja hivi. Haleluya. Unakavaa. Yaani unajisikia. Sasa kuna kale unakuta kameisha. Yaani paka kameshafungwa huku, ukiweka kalamu inadondoka. Haleluya. Amen. Sasa unakuta mwenzako mama yake amemwekea muhindi. Anakuja shule, unamuomba hata kapunje kamoja hakupi. Huyo ni mchoyo. Muhindi anao uwezo wa kukupa, anao, lakini anaamua kufanya nini? Kukunyima. Mungu hayuko hivyo. Sema Mungu hayuko hivyo. Mungu hayupo hivyo. Sema tena Mungu hayuko hivyo. Mungu hayupo hivyo. Haleluya. Amen. Sasa anasema ombeni nanyi mtapewa. Maana yake ili Mungu akupe unatakiwa uombe. Amen. Na ukiomba asipokupa, maana yake amefanya nini? Amekunyima. Na kule kwenye Zaburi 84:11 amesema hata wanyima kitu chema hao. Kwenye hao na wewe umo katika jina la Yesu. Amen. Nasema kwenye hao na wewe umo katika jina la Yesu. Amen. Yes. Yaani mambo ya kimungu lazima wewe ujifunze kujiweka kwenye ile kundi la baraka, kundi
la neema, kwamba Mungu wale watu ambao amesema hawezi kuwanyima lolote lilo jema, na mimi waga nimo. Amen. Sielewi kwa wengine labda hawako kwenye hiyo listi, lakini mimi tayari nimeshaingia kwenye hiyo listi. Mungu hata ninyima jambo jema katika jina la Yesu. Amen. Hii amen dhaifu, sema amen katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Sasa kwa nini waga tunaomba na hatupati? Nisikize vizuri, natoa majibu. Haleluya. Amen. Yakobo sura ya kwanza au sura ya 4. Yakobo 4 mstari wa 3. Hapa sasa tunaingia kwenye mambo ya msingi. Yakobo 4:3 anasema hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya. Kwa hiyo unapoomba alafu usipate, sio kwamba Mungu amekunyima, ni kwa sababu uliomba vibaya. Haleluya. Amen. Nisikilize vizuri hapo. Anasema kuna uwezekano kweli ukaomba, ila ukao umeomba vibaya. Kwa hiyo kama uliomba jambo na haujalipata, unatakiwa ubadilishe namna ya kuomba. Amen. Unabadilisha nini? Namna ya kuomba. Yaani sio kwamba Mungu hataki kukupa. Kuna uwezekano uliomba vibaya. Wengine wanaomba maombi wanachanganya na malalamiko. Wengine na kusonya wanasonya, hayo sio maombi. Hapo umeomba vibaya. Haleluya. Amen. Hapo umeomba vibaya. Sasa leo nataka nikufundishe namna ya kuomba vizuri. Namna ya kuomba nini? Vizuri. Karibia tunamaliza. Yohana sura ya 15. Point ya kwanza kabisa. Yohana 15 mstari wa 7. Thank you Jesus. Yohana sura ya 15 mstari wa 7. Tumefika? Amen. Anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakakaa wapi? Ndani yenu. Anasema sasa ombeni. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa wengi huwa tunataka Mungu atusikilize maombi yetu na atutendee tunachokitaka, ila sisi hatutaki kumsikiliza Mungu, hatulitaki neno. Haleluya. Amen. Okay. Hivi wale ambao mmewekwa kuingia kwenye mahusiano au kwenye ndoa, kuna wakati mtu anakuwa ni mke wako au mchumba wako, anataka umpe hela ila wewe hakutaki. Wewe kama wewe hakutaki. Kwa hiyo ili muwasiliane, umpe kwanza nini? Hela. Hivi je, kuona kwenye ndoa watu wanakosana kabisa, mwanaume na mwanamke wanakosana, wananuniana hata siku 2, ila matumizi yakiisha, yule mwanamke anapunguza ile hasira, sababu anataka yule mwanaume ampe nini? Akishampa hela, kaa huko sikutaki, ila hela zako unafanya nini? Nazitaka. Hivyo ndivyo watu wengi tulivyo. Mungu kama Mungu hatumtaki, ila baraka zake tunazitaka, neema yake tunaitaka, hekima ya kutufaulisha wanafunzi hiyo yenyewe tunaitaka, ila Mungu sasa Mungu yeye simtaki. Hivi kuna mtu ananielewa? Amen. Na ukitaka ujijue kama Mungu unamtaka au humtaki, angalia kama neno ndani ya moyo wako, neno waga unalitafuta au unatafuta tu majibu. Wengi waga tunaanza na majibu. Tunatafuta kazi, tunataka Mungu atupe ndoa, tunataka Mungu atupe hela, lakini Mungu kama Mungu hatumtaki. Ndio maana wengi Mungu akitubariki kanisani haturudi tena na mchungaji tunaifuta. Haleluya. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Glory to God. Amen. Siku ya birthday ya Kenneth
Nilibeba sukari kilo 7. Nikatembea mpaka Mzinga. Nikaenda kwa nesi aliyemhudumia mke wangu mpaka akajifungua salama. Na mpaka yale mapito yote nilisema hatuwezi tukasherehekea birthday ya huyu kijana, afu yule nesi aliyesimamia tukamwacha hivi hivi. Nienda nikanunua sukari mifuko 7 hizo za Kilombero, nikafunga, nikachukua pikipiki yangu, nikaanza kutembea mpaka Mzinga. Naenda kumtafuta yule nesi. Ningeweza tu nikamtumia hela, lakini hiyo gharama yote kwa nini? Wengi daktari tunamhitaji siku tukiwa tuna shida tu. Ukishapona futa namba yake, staki. Haleluya. Amen. Wengi ndio tuko hivyo. Tunaishi maisha ya kuwatumia watu. Yaani hatujengi mahusiano. Yaani mtu anataka akutumie. Hii ndio shida iliyopo kwenye mahusiano sasa hivi. Yaani mtu anakuambia anakupenda, binafsi, anataka akutumie kwa ajili ya tamaa zake. Akishamalizana na haja zake, wewe hauna tena umuhimu. Hivi kuna mtu konaye pamoja hapo? Haleluya. Amen. Watu wa Mungu mlioko mahali hapo, usije ukaishi hiyo maisha. Ni laana. Amen. Mungu hajatuita tuishi hiyo maisha. Yaani kwamba wewe unaangalia nikikao na huyu napata benefit gani, ila uangalii kwamba mimi je ninampa faida gani huyu. Yaani wengi tunataka kunufaika, tumekuwa wabinafsi. Ndio maisha sasa hivi. Watu wengi ni watu gani? Wabinafsi. Itikia kwa sauti. Ni watu gani? Wabinafsi. Binafsi. Kuna kitu nilijifunza miaka ya nyuma kwamba ukiwa kwenye mahusiano au ukiwa na rafiki au una mzazi au una ndugu au kuna mtu ni mpendwa wako na huwa anakusaidia, hakikisha na wewe kuna kitu waga unafanya kwenye maisha yake. Usiwe kama kupe. Yule kupe yeye ananyonya tu, ila yeye atoagi chochote. Haleluya. Amen. Yule usiwe na mkono wa kupokea tu, uwe pia na mkono wa kufanya nini? Wa kutoa. Hata kama mtu amekupa milioni 10 na wewe unaweza kwenda kanunua kitenge cha 30 ukampa, usiseme sasa mimi yule nitampa nini, amenipa milioni 10 mimi nimpe. Huo ni ubinafsi. Tafuta kitu na wewe ukampe. Haleluya. Amen. Usiishi maisha ya kuwatumia watu. Usiwatumie watu. Yaani maisha sasa hivi mtu anataka amtumie mtu kama unavyotumia pikipiki. Hivi usho kupanda boda, ukishafika unaikumbuka kweli? Unatembea. Lakini uwezo kwa treat watu hivyo. Amen. Uwezo kumtreat Mungu hivyo. Ndio maana Musa kuna kitu kimoja alimwambia Mungu, akasema uso wako usipoenda na sisi, usituchukue kutoka hapa, kwa sababu lengo langu sio kufika Kanani. Lengo langu nifike Kanani pamoja na Mungu. Watu hilo waseme amen. Yaani Musa alitamani afike pamoja na Bwana. Wengi tumefika lakini hatukufika na Bwana. Amen. Tumeingia kwenye ndoa lakini hatukuingia na nani? Na Bwana. Wengi. Ulifaulu lakini ukufaulu na Bwana. Ulipata kazi lakini ukuipata na nani? Sasa anasema ninyi mkae ndani yangu, alafu maneno yangu yakae ndani yenu. Hapa anasema ombeni sasa. Haleluya. Amen. Yaani ili neno sio la kulipuuzia. Amen. Kabla ujawaza unamwomba Mungu nini, lazima kwanza ujue yeye amesema nini. Amen. Kwa mfano, unataka umwombe Mungu akubariki. Afanye nini? Anibariki. Kubariki. Una neno gani? Yaani una maandiko mangapi? Jina Bwana libarikiwe. Amen. Wengi tunashindwa kupata majibu ya maombi. Huwa tunaomba tu, hatuna neno. Baba nataka ndoa, nataka mke. Una mstari gani? Hata tu ule mstari wa mke mwema anatoka kwa Bwana, mtu haujui. Lakini yuko busy. Haleluya. Amen. Hivi kuna mtu ananielewa? Amina. Ule mstari unaosema Mungu atabariki kazi ya mikono yako, nikikuuliza ni Kumbukumbu la Torati ngapi? Haujui. Ila uko busy. Mungu anataka anakubariki. Wewe neno mbona haulitaki? Mungu anataka
uanze na neno. Tunakuja kwenye ibada kama hivi, hichi kipindi cha neno sio kipindi tu kwamba kimepangwa kama vile ni ngonjera. Ni wakati ambapo Mungu anataka neno liingie kwanza ndani yetu, liingie ndani yako hili neno. Likimaliza kuingia, alafu tumwambie Mungu, kulingana na hili neno mimi nataka neema, na nataka neema juu ya neema katika jina la Yesu. Watu hili wamshangilie Bwana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yes. Anasema neno likae ndani yetu. Kuweka neno ndani yako sio kupoteza muda. Hiyo ni kanuni. Hapo ndo umekaa kwenye ile njia. Unakumbuka? Amen. Hapo ndo umekaa kwenye nini? Kwenye ile njia. Kama wewe ni mwanafunzi unataka Mungu akufaulishe, katafute kwanza nini? Mistari. Tafute neno, liweke ndani yako. Unataka uponyaji. Haleluya. Tunaanza na nini? Na neno. Anasema kwa kupigwa kwake tumepona, si ndio? Amen. Baada ya hapo omba unalotaka. Tayari una neno? Amen. Tayari una nini? Nina neno.